Tayari usiku huu hii ni bout yetu namba 2 ambao pia tunakwenda kuitazama na kuishuhudia vizuri. Niendelee kukufahamisha tu kwamba tuko live kupitia TV3. Hii ni bout yetu namba 2 ambayo inaongozwa na referee Abdallah Neneko ambayo tayari iko hapa ndani na mabondia wawili tayari wameshaingia kwenye ring. Kinachofuata sasa ni maelekezo kwa mabondia wote wawili. Habari za saizi. Sheria za mchezo. Tutatumia stop, box na break. Mtu akienda chini ndio tutakuwa napata kuhesabiwa. Natakia mchezo mwema, nenda kwenye kwanza. Asante. Second out of the ring. Second out of the ring. Na sasa tunaenda kwenye round yetu ya kwanza na hii ni bout ya pili usiku huu. Enjoy. Yes. Mtazamaji wa TV3 ambaye kwa sasa unaendelea kufuatilia matangazo ya moja kwa moja mubashara ya mashindano haya ya knockout ya mama kutokea hapa viwanja vya Posta Makumbusho hapa. Mimi ninayokuletea moja kwa moja haya matangazo ama ninayokusimulia haya matangazo moja kwa moja naitwa Ayubu Mgando, wakati commentator namba 2 anaitwa Hamis Junior. Nitakuwa na mchambuzi hapa ambaye amewahi kuwa bondia anaitwa Saidi Bwanga ambaye ni bado bondia anaitwa Saidi Bwanga, na tunaona pambano limeanza kwa kasi wakiwa naona kila mtu anarusha jab, kila bondia akijaribu kupiga jab. Kuna namna ambayo wanasomana hivi ambayo kila bondia sasa anachukua zile taarifa muhimu kutoka kwa mpinzani wake. Kwa hiyo ni raundi ambayo ya utulivu, unaona wote wameanza kwa utulivu. Ukiangalia Salmin ni bondia ambaye nimeshawahi kushuhudia baadhi ya maandalizi yake, baadhi ya sparring yake. Ni boxer mzuri ambaye ana uwezo wa kubox, ana uwezo wa kupigana. Kwa hiyo naamini Ali Mkojani pia ni boxer kutoka Zanzibar, ni bondia mzuri. Kwa hiyo naamini ngumi zitakuwa nzuri siku ya leo. Na tukiona kama wanajaribu kusomana hivi, hata namna ambavyo ukiangalia zile jab zinavyotoka, kila mtu anahakikisha yuko makini sana ili asiweze kupigwa ile knockout. Hii kwa nini wameanza kwa utaratibu wa namna hii kuviziana? Of course ni round ya kwanza, kwa hiyo kila boxer ambaye ana IQ ya ring lazima round ya kwanza achukue taarifa kutoka kwa mpinzani wake, na ndicho ninachokiona kutoka kwa Salmin, ndicho ninachokiona kwa Mkojani, kwa sababu wote ni mabondia wazuri. Lakini ukitazama buti nyingi sana mara nyingi counter. Yes, counter nzuri. Mara nyingi buti nyingi zimekuwa zikiwa na pressure kwenye raundi kuanzia ya pili, kwa sababu hii raundi ya kwanza ni raundi ya observation kwa mabondia wote wawili, kila mmoja anamsoma mwenzake. Lakini mtazame namna ambavyo Mkojani anaonesha uzoefu wake, lakini pia kijana mdogo Salmin na umeona namna ambavyo wanatupiana jab, imekubali. Ni kweli Mkojani ni mkongwe, lakini kwa Salmini inabidi awe makini, kwa sababu ni bondia mzuri, ni chipkizi ambaye anakuja. Naamini siku za mbeleni tutamwona mbali sana kama atakuwa na discipline na kama ataongeza, kwa sababu kinachotufelisha maboksa wengi au shida sio kukua, shida ku maintain pale ulipo. Na umeona namna ambavyo Salmini amekuwa naweza kusema confidence ya hali ya juu. Unajua ukikutana na mtu ambaye ni mzoefu kwenye ringi sometimes inakupa pressure, lakini kwake imekuwa tofauti. Amekuwa akimkatia ringi, lakini pia akimfuata, kwa sababu namna ambavyo Ali Mkojani anavyocheza, anacheza kwa timing kubwa sana kutokana na energy. Cha kwanza ukiangalia hata average ya miaka hazifanani. Kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho anakifanya kama skills ya kuweza kumkwepa. Tumeona 1-2 imepita. 1-2 imepita, na umeona jinsi gani Mkojani alivyopigwa akayumba kidogo. Na tukimwangalia Salmin Hussein, kama yeye aangaliwa uzoefu wa Mkojani, ila ameamua kuja kupambana, na unamuona yeye ndo ambaye mpaka sasa amerusha ngumi nyingi zaidi kuliko Mkojani. Of course, na nimekiona kibege ya Felicial Gadi ya bwana Salmin Gadi ya Fred Mayweather. Round ya kwanza imekwisha kumalizika. Hii ni bout ambayo inamkaribisha na kumtambulisha pia Salmin Hussein kutoka upande wa blue corner na Ali Mkojani kutoka red corner. Hii ni Mafia Boxing Promotion kutoka nchini Tanzania. Hii ni knockout ya mama season ya 7, na umeona namna gani mabondia wanavyoleta burudani. Angalia wanavyocheza, angalia wanavyoshambuliana. Hii kama wewe bondia unapokuwa pale ulingoni, kitu gani ambacho unakuwa unakiangalia zaidi kwa mpinzani wako ili kiweze kuwa faida kwako kuweza kumaliza pambano mapema? Kosa gani ambalo mara nyingi huwa unaliangalia? Kama nilivyosema,
ambao tunachukua taarifa kutoka kwa wapinzani. Kwa hiyo unaangalia, je, ana power? Je, ana nguvu? Sawa, anachezaje? Anapiga, anatoka, anaenda wapi? So hizo taarifa unazichukua ili raundi ya pili ukirudi uweze kuzifanyia kazi, na unakuwa unarudi kwenye kona. Kwa hiyo unamuelezea kocha kwamba ana nguvu, anazo. Kwa hiyo kocha yeye ndo anajua kubadilisha vipi ili raundi ya pili ukafanya vipi. Na raundi ya pili inaanza na kila bondia akiwa anajidhatiti kama raundi ya kwanza ilivyoanza. Tunamwona Mkojani akiwa ameweka zaidi guard kwa sababu ameona kile ambacho muda huu ana box, kila mmoja anarusha, lakini naangalia namna ambavyo anapiga. Angalia namna ambavyo Ali Mkojani amerudi vingine tofauti na mwanzo. Mwanzo alikuwa akirudi nyuma yeye, lakini kwa sasa hivi anamkatia ringi Salmini. Lakini Salmini, moja kati ya kitu ambacho hadi sasa nasema ni kizuri, amekuwa na matumizi makubwa sana ya akili kutokana na uzoefu aliokuwa nao Ali Mkojani. Lakini kitu ambacho anatakiwa kuweza kukimaintain Salmini ni energy. Au unasemaje? Yeah, of course energy, lakini pia ni heshima, respect, kwa sababu Mkojani ni bondia mkongwe. Kwa hiyo utampiga ngumi gani hajawahi kupigwa? Ni kitu ambacho tunatakiwa ukirespect sana na ukiangalia Ali Mkojani kitu anachokifanya, anakuwa ana swing sana, na hivyo kumsababishia Salmini Hussein ngumi zake nyingi anazopiga huwa zinaenda hewani, hazimpati. Hiki ni kitu ambacho mara nyingi huwa mabondia mnajifunza kwenye build up kuelekea kwenye hizi mechi. Ni utulivu. Cha kwanza ni utulivu, ili kuona sasa nipige ngumi wapi, na ndicho anachokifanya Salmini. Lakini Saidi Ali nimemwona mara nyingi sana akiwa anapiga overhand kwa sababu ya urefu wake, lakini pia unajua unapokuwa na mikono mirefu mara nyingi na kuenda kusaidia kama bondia kuweza kuweka distance kati yako wewe na mpinzani wako, na kile ambacho tulikuwa tunakizungumza ndio kitu ambacho tunakiona hapo. Sasa hapa ukizungumzia kwenye reach, kwa maana vimo, mimi naona ni wanalingana. Ndio maana wana fight ipo katikati, mara nyingi wanakuwa wanapigana, kila mmoja anapotoa ngumi yake inakuwa inafika kwa sababu wote wanalingana. Ndio. Na tukimwangalia Salmini Hussein kama amejenga kwamba kujiamini kwamba hili pambano ni langu. Angalia anavyokuja, anavyopiga ngumi, anavyotoka, na hata kama atakuwa amemiss kwenye target bado unamuona anaenda tena. Anachokifanya Salmini ni kupiga ngumi ambazo zina point na inaweza ikawa na faida kwake, lakini kitu anachotakiwa kuweza kukifanya, angalia namna ambavyo kama alivyozungumza Saidi, ile guarding yake kidogo ina mushkeli, kwa sababu Ali anapopiga mara nyingi anazikuta. Yani ile guard Watanzania wengi au maboksa wengi tunapenda kuiga ile guard ya Philshire, lakini kama ilivyo kwa mwenyewe Floyd, kuna namna kile kibega anakiweka, kwa hiyo ngumi ya mpinzani inateleza, inakuwa inaparaza hivi kwa juu. Sisi wengi tunakuwa tunaweka Philshire guard, lakini mara nyingi ngumi zinakuwa zinafika kama hivyo, unaona hapo right hand inamsumbua, jab zinapenya. Kwa maana Floyd anaweka Philshire, lakini jab bado anaiketch, anaikamata. Sasa madhara yake ni yapi akiwa anaendelea na guard ya aina hii mpaka raundi ya mwisho? Madhara yake ni yapi kwenye pambano? Madhara yapo, anaweza Ali Mkojani anaweza akapiga right hand ikafika sehemu mbaya na fight ikaishia hapo, lakini sioni hicho kitu kutokea, kwa sababu ukimtazama pia Ali Mkojani anaona kuwa amekutana na mpinzani mgumu, pengine matarajio yake hayakuwa haya, na Salmini ameonyesha uwezo mkubwa hadi hivi sasa, naweza tukasema uwezo wa uvumilivu, lakini pia namna ambavyo umeona namna ambavyo ngumi imefika katika eneo la uso ni hatari kwa Salmini Hussein, kwa sababu wakati ikija katika uzito mkubwa inaweza ikamdondosha na anaweza akaangusha point. Kwa hiyo anatakiwa kuweza kuweka gadi yake vizuri na kuweza kumlia timing vizuri, kwa sababu wakati unakata ring hakikisha kuwa right ya mpinzani wako ikija walau ikuparaze, ikija yenyewe nzito inaweza ikakudondosha. Sasa mkiwa mmetamatisha raundi kama hivyo na mpinzani wako tayari umeshamsoma kwenye raundi 2, kocha wako mara nyingi huwa anaongea nini kuelekea raundi ya 3 kuhakikisha kwamba mnamaliza pambano mapema? Sasa hapo inategemea na taarifa ambazo amezichukua kutoka kwa mpinzani wetu. Mara nyingi ndio inakuwa hivyo kwamba ameshamwangalia, ameniangalia sehemu gani nafanikiwa na sehemu gani nakuwa na feli au nakuwa nakosea. Kwa hiyo ananirekebisha na nakufanikiwa na ananiambia niongeze. Tutegemea nini hasa kwenye hii raundi ya 3, kwamba tuendelee kuangalia mabondia wote wakiwa wanacheza kwa nidhamu hali ya juu, ama kuna vitu vitabadilika kwenye raundi hii wakitaka kushambuliana kumaliza pambano mapema
kabla hawajafika kwenye ile round ya mwisho? Mimi ninachokiona hapa maboksa wote kwanza wapo fit. Sioni kwamba stamina ya kutosha. Kwa hiyo naona kwamba hii fight inaenda, yani kwamba bado watu wana hamu ya kupigana. Hizi jabu ambazo zinamkuta kwenye uso Salmini zinaweza zikawa zina madhara makubwa kwa sababu zinaweza zikatengeza kati. Cha kwanza nimeona kama kuna aina ya cutting kidogodogo imeanzia kwa sababu hizo jabu ambazo zimekuwa zimepenya. Sijajua, sijaangalia kwa ukaribu aidha ni zile ngumi au ni hiyo mikumbatiano, labda vichwa vimekutana. Kuna namna pia nayo inakuwa inatokea. Na ukiangalia Ali Mkojani kama sasa hivi amekuja, yeye ndo amekuwa aggressive, yeye ndo anarusha ngumi, yeye ndo anautaka mchezo zaidi, na hata aina yake unaona anapiga 1-2 hapo combination, lakini angalia aina ya guard ambazo anatumia sasa hivi. Anatumia zaidi bodyguard na hata anapotaka kumwonyesha mpinzani wake uso, mara nyingi anakuwa yuko mbali naye, ama mpinzani wake anakuwa anapiga ngumi ambazo hazimpati Ali Mkojani. Akiendelea hivi tunaweza tukamwona kijana Salmin Hussein akichoka mapema kabla ya kufika raundi ya 8. Sasa hapo ni katika kujua kwamba je, Salmini amejipanga na hii aina ya upiganaji huu. Kama atakuwa amejipanga, tunaona inaweza kaisha, kwa sababu hii aina au hii style ambayo unaona watu hapa wanapigana mara nyingine inaandaliwa kwenye gym, kwenye maandalizi, kwamba utakutana na fight na bondia wa aina hii. Mara nyingi boxer unajiandaa kulingana na bondia yoyote ambaye atakuja kwa style yoyote. Kwa hivyo kama amejipanga, naona fight inaendelea bado, kwa sababu amepiga pakati imekubali. Naona Ali Mkojani bado anaendelea kucheza kwa tahadhari, akiwa anahakikisha anakuwa yuko mbali na mpinzani wake, na sasa hivi ameamua kukumbatia zaidi kwa ajili ya kupunguza ile kasi ya ana reduce energy. Of course ni akili, kwa sababu ukiangalia Ali Mkojani amekuwa wa tofauti katika raundi hii ya 3. Amekuwa aggressive kama ambavyo amezungumza, lakini ukitazama amekuwa akizirusha, na kuna namna anatafuta combination punch ambazo inaweza ikawa na madhara kwa Salmini, na anachokifanya Salmini ni kimoja tu, kwamba kwa sasa anaona energy ya Ali imekuwa kubwa sana. Ninachotakiwa ni kuweza kumkumbatia ili niweze ku reduce energy ama niweze kumpoteza concentration. Nice body punch, nice right. Kuna kitu nakiona, kuna shida kwa Salmini kwenye defense. Of course. Ngumi zimekuwa zikifika. Kwa maana anapiga sawa, lakini naye anapokea. Hicho ni kitu ambacho kitaki kwenye ngumi. Fred anakuambia bwana, napiga lakini sipigwi. Yaani nakugusa lakini wewe unigusi. Of course. Ndio kanuni ya ngumi. Kwamba nakupiga au usinipate. Ndio. Sasa sioni kwa Salmini, ndio anashambulia vizuri, anapiga counter, anapiga ngumi zote, lakini naye amekubali, anaruhusu. Ndio ngumi anaruhusu. Kona yake inabidi iwe makini, kurekebisha. Na unajua katika kitu ambacho nimekitazama, ndio shida sio kuruhusu, unaruhusu ngumi ya namna gani? Unajua ukiruhusu ngumi ambayo ina uzito mkubwa, sometimes inaweza ikakupunguzia nguvu, na inaweza ikakunyongoresha, naweza nikasema kwa lugha ya Kiswahili, inaweza ikakulegeza. Sasa hapo kwenye kuruhusu bro, yani utakiwa kuruhusu ngumi yote, kwa sababu hata kama haina nguvu lakini ni scoring. Of course, point ni scoring, sometimes ni point. Sometimes ushindi unakuja kwa scoring, yani umepiga ngumi ngapi umepokea. Yes, na round ya 4 hiyo ndio inaenda kuanza sasa hivi, na tukiangalia bado Ali Mkojani amekuja akiwa bado anaendelea kuwa na nidhamu ile ile, anahakikisha kwamba anaziba sana uso wake. Anajua kabisa amekutana na mpinzani ambaye ana uwezo mkubwa wa kupiga ngumi. Tunaona kijana Salmin ameendelea kucheza na game yake ile ile, kutumia zaidi shoulders kama ndo eneo lake na style yake ya kujilinda, huku akiwa anapiga jab. Sasa tukimwangalia Ali Mkojani namna ambavyo anatafuta ule uwazi ili aweze kumaliza pambano, na Hussein Salmin yeye anaendelea kupunch. Itakuwa ni round ya namna gani? Kwa sababu naona kila bondia amekuja akisema kwamba hii round nataka jambo liweze kumalizika mapema kabisa. Yani hii fight hawa jamaa wameamua tupigane, kwa sababu hakuna anayejilinda. Kila mmoja yani kwamba tupigane. Japokuwa anamuona Salmini kuna namna anatafuta gadi, anajaribu kuweka free shell gadi, lakini bado hajaipatia kisawasawa. Ndio. Kwa sababu ni gadi ambayo inatakiwa ifanye mazoezi kwa muda mrefu, upate walimu pia wazuri wa kufundisha hiyo gadi, lakini ni nzuri kwa ambaye anaifahamu, lakini ni mbaya pia kama hujaimaster vizuri.
Salmin anatakiwa awe makini sana. Na kwa nini Salmin anaonekana anajiamini sana? Ukiangalia azibi uso wake na si ambaye bondia ana swing sana kwa ajili ya kuhakikisha mpinzani wake ana miss zile ngumi zake. Hiki ni kitu gani? Ni kwamba ni aina ya game ambayo yeye ameamua kucheza, ama ni kutokana na mpinzani ambaye anakutana naye kwa sababu yuko defensive zaidi? Na kama ambavyo nilikuambia pale mwanzo kuwa namna ambavyo anaruhusu ngumi zinaweza zikamlegeza. Angalia namna uso unavyokutana na punch, akipiga jab zinakuwa zinafika, Ali Mkojani akipiga right zinakuwa zinafika, lakini kuna pakati ambayo anaitafuta. Kama utakuwa umeitazama, inaweza ikamletea madhara makubwa sana kama itakuja kwenye uzito mkubwa. Kwa hiyo angalia namna, angalia imekubali atakuwa amalize. Alichokifanya Ali ni kuweza kutumia experience kuhakikisha ngoma haiwi nzito kwake. Salmin apigi tena ngumi ile finish punch. Tunaona fight imekuwa nzuri sana. Salmin awe makini sana kwa sababu anacheza na bondia mkongwe. Yaani wakati mwingine unaweza kumpiga bondia mkongwe, unaweza kumpiga ngumi ukasema labda hii kali, ngoja niende nimuingie, ndio hapo unakuta yeye anakuja kukufinish. Of course. Kama ushaona kuna fight ya Anthony Joshua na kuna boxer alicheza naye hapa mweusi vya nasi ya Afrika. Ndio. Kuna muda Anthony Joshua alipiga ngumi kali, alimpiga ngumi kali. Nani? Anthony Ngannou? No, sio Ngannou. Kuna boxer mmoja hivi. Ndio. Alimpiga ngumi kali Joshua. Baadaye akasema ngoja nikamalize, akaenda kumalizwa yeye. Kwa hiyo wakati mwingine wa round ya 4 kwenye kwenda kumaliza inabidi uwe makini. Uwe makini of course. Kwa sababu mara nyingi mabondia mnakuwa mnatumia kama timing ama mnatumia kama mbinu ambayo inaweza ikamlegeza ama inaweza ikamfanya bondia mwenzako ama mpinzani wako akiamini kwamba amemaliza. Kumbe unakuwa na timing zako ambazo akikusogelea unaweza kumaliza wewe. Na hiyo inaonyeshwa namna gani ambavyo Salmin alipigwa hapa kati. Kuna hapa katikati Salmin alipokea naye akarudisha sana. Hii hapo hiyo. Hapo ndio utajua kwamba mkongwe sasa. Hivi kocha, baada ya kuona kwamba umepigwa ngumi kali kama ile na ambayo labda ingepelekea mpambano kumalizika hapo, kitu gani ambacho sasa huwa anakuambia pale mnapokuwa kwenye mapumziko kama hivi? Okay, ulifanya makosa, labda ile ngumi ilikupata, kwa bahati nzuri kuweza kudondoka. Kitu gani ambacho sasa anakutahadharisha kuelekea kwenye raundi inayofuata? Makini, cha kwanza ni umakini. Yaani usichukulie kwamba ile ngumi umeweza kuimeza labda ukahisi, kwa sababu sometimes punches zinakulegeza mdogo mdogo. Kadri unavyopokea ndo mwili unazidi kuzoofika. Kwa hiyo kocha atakwambia kwamba usije ukarudia, usije ukaruhusu tena, kwa sababu ni madhara baadaye. Kwa nini kocha wa Salmin Hussein hamwambii bondia wake kubadilisha aina yake ya uchezaji, kwa sababu bado anaendelea kumuonyesha sura mpinzani wake? Na Ali Mkojani ukiangalia ana score zile pointi 3 ambazo mwisho wa siku zinaweza zikaja kumsaidia sasa endapo pambano litamalizika bila bondia yote kuweza kudondoka, sasa ikawa kwenye maamuzi ya majaji. Kuna kitu ambacho hapo naweza nikakitilia, kwa sababu unajua kabla kuja kwenye buti lazima mazoezini muweze kujichua ama muweze kujifua kwa namna moja ama nyingine. Kitu ambacho anakifanya Salmin Hussein ni kile ambacho amefundishwa na mwalimu kwa 100%. Hauwezi kwenda kupigana tu without maelekezo ya mwalimu, na mwalimu atakuwa anaona namna ambavyo bondia wake anapigana. Kwa hiyo anatakiwa aweze kumkumbusha na kuweza kumpa tahadhari kuwa usiweze kuacha uso mara kwa mara, kwa sababu kuacha uso mara kwa mara kuna muda tukikutana na panchi nzito inaweza kukusababishia wewe cut, ama inaweza kukusababishia wewe kupoteza nguvu ama kupoteza uwezo wa kuweza kuhimili hilo pambano. Kwa hiyo nafikiri ni maelekezo ya mwalimu wake, na anachotakiwa ni kuweza kucheza na maelekezo ya mwalimu, unless anaweza kupoteza pambano. Na sasa tukiangalia labda nikuongezee hapo kwenye maelekezo. Wakati mwingine tunakuwa na game plan na walimu, sawa Jim? Ndio. Lakini inapotokea kwamba sasa game plan haijaenda kufanya kazi, boxer unatakiwa uwe unajiongeza uwezo wako binafsi. Lakini tukiangalia zile shida zako kwamba mimi nina shida hii, game inabidi nifanye hivi nishinde. Game plan zimefail, lakini sio kweli. Ndio. Kwa hiyo tumezungumzia kuhusiana na cut sasa hivi tunaona uso wa Salmin Hussein umeshapata cut kwenye
kwenye jicho lake la kushoto kwa chini, lakini jicho la kulia kwa juu na kwenye lips. Na kwenye lips. Yeah. Hii haiwezi ikasababisha akapoteza labda ule uvumilivu na kusababisha akapoteza ile pambano. Hapo sasa ni kwamba awe makini, aendelee ajilinde sasa hivi, yani asiruhusu fight, yani asiruhusu kupigana sana. Yani mimi ningependa kuona Salmini anajilinda zaidi na kuscore, kwa sababu nimemshuhudia baadhi ya sparring zake, ana uwezo huo wa kubox, kwa maana kupiga huku anatembea huku anajilinda, anafanya movement nzuri. Kwa hiyo natarajia au ningependa kuona kona ya Salmini inamuelekeza kitu kama hicho kwenye fight, sababu tayari ana kati. Anachokifanya Ali ni kuweza kutumia uwezo wake na uzoefu wake kwa sasa, kwa sababu namna ambavyo anamkatia ringi, namna ambavyo anafanya movement ni kuhakikisha kuna engo anaitafuta ili aweze kumaliza pambano mapema. Anaona kabisa kuna energy imepungua kutoka kwa Salmini Hussein, na kama hawajamkumbusha mara kwa mara kona yake ya Salmini Hussein, inaweza likatokea jambo lolote la kushangaza kutokana na raundi zinaendelea kuwa zinapanda juu, lakini ukitazama namna ambavyo right imekubali, lakini ule uso wake sasa umeshaanza kupata cuts. Uso ukipata cuts kuna muda inapunguza confidence kama itakuwa niko sawa zaidi. Unapopunguza confidence kwenye boot kwenye ringi, sometimes inaweza ikakupotezea concentration. Kwa hiyo anatakiwa kuweza kujilinda kwa namna moja ama nyingine. Ukimwangalia uso wa Ali bado upo very clean, lakini pia energy yake inaonekana bado iko vizuri, iko on top. Lakini ukimtazama kijana mdogo Salmin, kuna vitu anaviwaza kwenye akili yake kabisa, kwamba nilikuwa nategemea labda ile ngumi niliyopiga ingeweza kumdondosha, lakini mkongwe tunamwona bado amebaki mchezoni. Hivi pale ambapo unatokea umempiga mpinzani wako ngumi ukiamini kwamba hii ndio killer punch, alafu bado akawa anaendelea bado yuko mchezoni, kuna namna inakutoa mchezoni wewe kama bondia. Yeah, of course, kwa sababu umepiga kwa sometimes unakuwa umetumia nguvu kwamba hii ndio ngumi yangu, kwamba hii ndio finish ya mwisho yani. Yeah, sasa unapokuwa unaona nimepiga lakini bado jamaa bado yupo kwenye mchezo, inakata kwa kiasi fulani, lakini cha kufanya ni utulivu, kwa sababu sometimes sio ngumi moja inaweza kumpelekea mtu madhara, vile anavyozidi kupokea. Yeah, anavyozidi kupokea mwili unazofika mdogo mwisho wa siku. Lakini bondia mzuri ni yule ambaye anaweza kupigwa ngumi nyingi na still akavumilia akashinda pambano mwisho wa siku. Kwangu hiyo mimi hapana. Mimi bondia mzuri ni yule anayepiga na yeye apigwe. Of course. Kujilinda kukiwa kuzuri kuna kupa faida. Unajua unavyoambiwa pale jilinde nitakulinda. Yaani refa anakuambia kwamba ujilinde mwenyewe, usipokee ngumi nyingi, usije ukakutana na madhaifu mbalimbali. Na pambano tunaona mbona kama amemaliza? Pambano limetamatika? Hapana. Kwenye round ya mwisho. Hiyo ndio round ya mwisho. No, hii ni ya saba. Ya saba. Bado moja kutokana na raundi ni kuanzia 4, 6, 8. Lazima ziwe yani mbili zinagawanywa kwa mbili, yani lazima iwe hivyo. Haiwezi kuwa round 7 kwenye profession. Tunaona mabondia wote wawili wakiwa wamekuja, kila mmoja akiwa anamshambulia mwenzie kwa combination. Tunaona hapa kati zinapigwa nyingi combination, lakini tunamwona Ali Mkojani kama anajua kabisa nikiendelea kwa kwenye ring naweza nikadondoka. Kapata cut Ali Mkojani katika eneo la jicho, na hii ni kutokana na zile attacking ambazo walikuwa wanapigana. Hii tunaita roughly au tunahitaji fire to fire. Weka tuweke. Kuna muda Salmini alinyanyua kama kati anapiga jab akamkosa Ali Mkojani, na kama kiwiko chake kilimgusa kwenye jicho, inaelekea hiyo anaweza kama sababisha hiyo card. Yes, nadhani tusubiri turejee kwenye replay, tutaangalia vizuri. Yeah. Salimu, usimsubiri. Maelekezo kwamba usimsubiri, kwamba kila kambi sasa inaona wana nafasi ya kuweza kumaliza mchezo. Japo mimi kwa maono yangu madogo ningependa kumwona Salmini sasa hivi anajilinda zaidi, kwa maana anampiga huko ana box, kwa sababu tayari ameshakuwa na cutting. Na kati ya Ali ni kubwa sana.
ukilinganisha na kati ya Salmini, kwa sababu angalia namna ambavyo anatumia nguvu. Kila mmoja anahitaji kuweza kumaliza. Utulivu umekosekana, lakini pia akili pia bado haijatulia, kwa sababu kama tutakumbuka pale wakati raundi hii inaanza tuliambiwa ni raundi ya mwisho. Sasa huenda ikawa imewapa pressure kubwa ya kuwa huenda mimi nikimaliza katika hizi raundi nisishinde kutokana na sijascore, kila mmoja akiwa anajiprevent kwa upande wake. Kumbe hii ni raundi ya 6 hii Hii raundi ya 6 yes, inaweza ikawa ya mwisho. Inaweza ikawa ya mwisho. Kwa sababu kila mtu sasa hajiamini na matokeo yake, yani hapo kwamba bado sijiamini, kwa ngoja nipigane ili ni score na hii nijiongezee kwenye kile kitabu changu. Kama naongoza basi niongeze, kama naongoza basi hii iende kwa miongoni mwa raundi ambazo nitakuwa nimeziongoza. Ali Mkojani anatumia zaidi kushika kama namna yake ya kuweza kumfanya Salmin Hussein aweze kupoteza ile momentum aliyokuwa nayo. Hii ni nzuri kiasi gani ukiwa bondia kutafuta namna ya kuweza kumdhoofisha mpinzani wako? Kushika nayo ipo kwenye technique za ngumi, unafundishwa pia kushika. Sometimes ukiona labda mpinzani amekupiga ngumi kali, unaruhusiwa kushika. Yes, na pambano limetamatika. Pambano limetamatika na sasa ni kwa majaji sasa. Kuna kitu ambacho Salmini atakuwa anakifikiria mara kwa mara, kwa sababu kama tukifanya replay kutoka raundi ya kwanza mpaka raundi ya 6, points nyingi ameweza kuvuna Ali, kwa sababu uso lakini pia body punch zilikuwa zinafika sana, lakini sisi sio majaji. Majaji wanafanya kazi yao na wanaona zaidi kuliko sisi. Wao kuna yengo wanaitazama, lakini sisi kuna yengo pia tunaitazama. Kwa hiyo majaji watakuwa na majibu sahihi. Naona ni wamepigana wote. Wamepigana. Lakini ukipigana, kwa hiyo hapo tuwaachie tu majaji. Fight ilikuwa ya moto, fight ilikuwa sio ya kusubiri. Kila mtu alikuwa anahitaji ushindi. Kwa hiyo majaji nadhani wanaona zaidi ya kwetu. Sasa mara baada ya pambano kutamatika ikiwa katika namna hiyo, yani hakuna mtu aliyeshinda kwa TKO ama KO. Kama bondia, kitu gani kinakujia kichwani kwako mara baada ya pambano kutamatika kama hivyo? Ile kusubiri majaji waweze kutangaza yale matokeo ya mwisho, pressure inakuwa kubwa kiasi gani kwa upande wako? Kama ulivyoanzia ni pressure tu, kwa sababu pressure inakuwa kubwa kwa sababu kama hivi mnaona mmepigana, kwa hiyo unakuwa unafikiria vitu vingi kitokea hivi vile. Lakini bondia mzuri ni yule ambaye amejihakikishia points kama Floyd. Yeye anaenda kwenye kona, anajua hii round mimi nimescore. Kama sijascore akirudi kwenye kona naambia bwana, hii hujascore, unatakiwa inayokuja uscore. Huyo ni bondia mzuri. Sasa ndio bondia mwenye IQ na ndio bondia mzuri. Hayo ni maelekezo ya yule ringman wako, kocha wako, kwamba bwana, pambano hili ama raundi umepoteza, haujavuna alama yoyote, basi hakikisha raundi inayofuata tuweze kurecover hizi alama umepoteza kwenye raundi hii. Lakini tukimwangalia Salmin Hussein, kama yeye aliingia kwenye hili pambano akiwa amejiamini kuanzia raundi ya kwanza, kitu gani kilimfanya aweze kujiamini wakati akiwa anacheza na bondia ambaye ni mkongwe na amepambana mapambano mengi kama Ali Mkojani? Of course unaweza ukazungumza statistics, takwimu mara nyingi huwa zidanganyi. Katika mapambano manne ya professional aliyopigana kijana huyu Salmin Hussein yote ameweza kushinda. Naweza nikasema ni confidence ya hali ya juu. Hata ingekuwa wewe, toa tu Salmini, hata ingekuwa wewe usingeenda kinyonge, kwa sababu ukiangalia nilikuwa na bout nzuri na niweza kushinda zote. Kwa hiyo ile activeness yako inaweza ikakupa motisha kwamba licha ya kuwa Ali ni mkongwe, lakini kwangu mimi ni bondia na yeye ni bondia. Tunakwenda kuoneshana nini ambacho tumefundishwa, lakini pia uwezo binafsi kama ambavyo alikuwa akizungumza Said Bwanga. Kwa upande mwingine naweza nikasema maelekezo ya kambini kule walipokuwepo kabla ya fight, lakini pia zile namba ukiziangalia tu wewe mwenyewe unatabasamu kwamba yes, namba zangu zinaruhusu kwenda kupambana na bondia mkongwe, lakini pia bondia ambaye amevuka maji. Kuna mengi ambayo ameyachota kule ama ameyachukua kule kuyaleta Dar es Salaam. Kwa hiyo nafikiri ni hiyo confidence ya hali ya juu, amepambana vizuri, na yote kwa yote majaji wana majibu ya yale ambayo tunayasubiri. Na tukimwangalia majibu ya majaji. Naam, Salmin bado ni kijana mdogo, tunaona ni bondia mdogo, ana mengi ya kujifunza. Tunamuona wapi katika career yake ya ubondia kwa hiki ambacho tumekishuhudia ulingoni dhidi ya Ali Mkojani siku ya leo? Niseme namuona mbali, ila kitu kimoja cha kumuongezea Salmini,
apunguze overconfidence. Sometimes unatakiwa uwe na uoga. Unajua uoga unakufanya ujiandae sana, uoga pia unakufanya uwe makini sana, uogope kupigwa. Kwa hiyo aondoe ile overconfidence, then create hiyo kitu kwamba awe na nusu hofu kwamba naweza nikapigwa, kwa hiyo umakini. Na sasa ndo ule wakati ambapo majaji wanaweza kutoa ile maamuzi yao. Ili kuona tu jinsi ambavyo Mafia Boxing Promotion inakwenda kufanya mapinduzi makubwa kwenye ulimwengu wa boxing Tanzania. Hivi sasa kwenye ring, bout iliyokwisha kumalizika tayari, majibu yote ninayo na majibu ni kama ifuatavyo. Jaji namba 1 Mwinyi Mila ametoa 55 kwa 59. Jaji namba 2 Mohamed Dolo yeye ametoa 55 kwa 59 pia, lakini jaji namba 3 Ramadhan Palasa yeye ametoa 56 kwa 58. Mabibi na mabwana, kwa mantiki hii mshindi wetu kwenye bauti hii ni kutokea upande wa blue corner, Salmin Hussein. Salmin Hussein ameibuka mshindi katika pambano hili, na hili ni ushindi wake wa 5. Yeah, of course.